mentor. The compound effect tunaendelea tulipoishia ni chapter ya 3, habit. Habit ni tabia unayofanya kwa maendeleo. Kuna tofauti mkubwa kati ya behavior na habit. Behavior ni kitu unachokifanya mara moja. Kwa mfano kuscroll reel. Ukiscroll mara moja mara mbili, hiyo ni behavior. Lakini ukiwa na tabia kurudia kila siku, hiyo inaitwa habit. Tuelewane hapo. Sasa kawaida kwenye mafanikio yoyote lazima kuna tabia iliyojengeka ikafanyika kwa maendeleo ndio ikaleta mafanikio. Unaelewa? Kwa mfano wewe ni mwandishi wa vitabu, ukawa na tabia ya kusoma vitabu kila siku, hiyo inaitwa habit. Ile itakusaidia kujengeka kifikra na kupata mawazo mapya yanaweza kukusaidia kupata kitabu kipya. Unaelewa? Kwenye hichi kitabu kuna sehemu wamekwambia behavior yourself. Hii ni chapter moja ambapo wamekuelekeza formula ya kuacquire behavior. Formula yenyewe ni hii hapa. Sawa? Nitaitafsiri kwa haraka. Inasema hivi: ili uelekee mafanikio lazima uwe na machaguo ambayo tulisoma chapter iliyopita, tulisema ni choice. Lazima uwe na machaguo. Labda umeamua nataka niwe pastor, inabidi uwe na machaguo na maamuzi, sawa? Alafu cha pili inabidi uwe na behavior. Behavior ujue kabisa ni tabia gani nikiifanya itanisaidia niwe mwandishi mzuri, niwe networker mzuri, niwe mwalimu mzuri. Unanielewa? Alafu kinachofuata ni habit. Habit ni action, kuirudia ile tabia ambayo itakusaidia kuwa networker mzuri. Unanielewa? After mwisho ni compounded. Compounded maana hicho kitabu chetu ni compound effect. Tabia ikijirudia inaitwa compounded. Tulisema wiki 21 mpaka miaka 2.5. Ikijirudia inakusaidia unafikia malengo yako. Just imagine umerudia tabia ya kufanya prospecting kwa miaka 2, lazima ikupe matokeo, hamna jibu. Lakini kikubwa wanachosisitiza, you have to be, unatakiwa uwe na strong why. Wameelezea kabisa chapter nzima hapa. Wamesema know your why. Wamesema find your why.